Umeupiga mwingi mkuu. Haipingiki hiyo. Mkuu, nimemisi sana maini ya watoto. Mkuu, leo na taarifa nyeti sana kwako. Hawa nao vyerehere. Naomba usikilize maagizo yangu. Wewe pamoja na Kailini, hakikisheni hamumwachii mzee Kiraka nafasi. Popote atakapoenda, mumwangazie, mufuatilie nyendo zake. Kimya! Mnaongea tu kama chiriku. Kwanza anga la leo ni baya, haliko vizuri. Baada ya kusema tujadili mambo ya msingi, nyinyi mnakuja mnaongea tu vitamaa vyenu. Tusamehe rero kandi zabulero tutakasubira tuoya. Tusamehe kandi sasa tutakasubira tuoya kandi zabulero. Tusamehe. Basi mkuu, tusamehe kandi zabulero tuoya kabisa. Tusamehe kandi zabulero tuoya mkuu. Tutakasubira kabisa tuoya kandi zabulero. Kailini. Abe mkuu. Shakira, nataka umfuatilie Samiri, mienendo yake yote na njia zake zote. Uniletee taarifa ambayo iko sahihi. Nadhani hakuna haja ya kuyarudia. Cha kufanya, kuwa makini sana na nyendo za mzee Kiraka. Na ninataka nikupe kazi sasa. Sawa mkuu. Sawa mkuu. Anet, nakupa maagizo, mfuatilie Aki, mienendo yake na tabia yake yote. Ndiyo mkuu. Kuanzia sasa, kaweke tego pale wanapokutanikia mzee Kiraka na watu wake. Mkuu, lakini kama kuna uzito. Usijali, nitakupa kinga. Nitashukuru mkuu. Kaziro. Ndiyo mkuu. Nataka umfuatilie Pastor Frederick na mienendo yake yote. Maana nguvu alionayo sijaielewa, inanichanganya. Lakini una nguvu za Mungu hapo. Usijali. Ni kuwapa changamoto tu hadi waeleweke. Leta mkono wako.
nikaifanye kazi yangu. Ndiyo mkuu. Hodi 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 mtumishi. Karibu sana mtumishi. Asante sana, asante sana. Habari ya jumbani? Asante njema. Kwema lakini. Kwema, mnaendeleaje hapa? Asante, namshukuru Mungu. Ndio. Mnaendeleaje? Njema. Habari za uzima? Habari za uzima ni njema. Karibuni sana. Asante, mnaendeleaje hapa? Namshukuru Mungu, tunazidi kuendelea vizuri. Tupo. Asante. Karibu sana mtumishi. Asante. Karibu hapa mama mchungaji. Asante. Karibu sana hapa mchungaji, pastor. Sasa mtumishi, nadhani mimi kilichonifikisha mahali hapa ni kile ambacho tuliwahi kuzungumza kwa ajili ya kufungua kanisa. Na wewe ndio utakaye kuwa mzee wa kanisa kutokomeza nguvu za giza za kijiji hiki. Sawa mtumishi. Ni jambo jema mtumishi. Ila tulizungumza tukaweza kupatia mwafaka, ila kwa sasa hivi tulifanyie kazi. Mtumishi, tusilipotezee muda, tuanze kulifanyia kazi. Maana hiki kijiji kimenichosha na uchawi uliomo ndani ya kijiji hiki. Mama, yani mjini ni kuzuri. Yani ninavyokuambia kuna madaraja ya juu sana kabisa yani. Hata na mimi ndoto yangu ni ya kufika wala sijui kama ni nani atakayenipeleka. Wewe naye mama kwa kupenda starehe, atakupeleka tu dada. Basi sikilizeni sasa niwape story. Tudanganye. Wewe naye kausha tupewe story. Na wewe mwanangu usichukie, hawa na matani tu alikuwa anakutania wadogo zako hao. Haya dada yetu mkubwa, wewe kama ni mama yetu. Nilikuwa nakutania, basi endelea kutupa story. Sina muda wa kukaa kama mchungaji. Akija mchungaji umfikishie ujumbe wangu. Haya umeshafika, hapa ndipo nyumbani. Haya, acha niende mimi mama mchungaji. Basi wadogo zangu mimi sijanuna. Naangalia tu. Basi sikilizeni sasa niwaambie. Yaani kuna magorofa marefu alafu mengi. Yaani ukiwa unapita kama unahisi kwamba yanataka kudondokea. Haya dadangu. Haya magorofa yamejengwa na watu au na kitu gani? Tuambie. Basi sikilizeni niwaambie. Mimi mwenyewe nimeyakuta haya magorofa tayari mjini hapo yalishajengwa. Inavyosemekana walikujaga wakoloni Afrika wakati tawala Tanzania na Zanzibar. Mume wangu Jafet alikuja hapa, aliacha ujumbe wako. Ujumbe gani mke wangu? Kuhusiana na kiwanja
Jafet alisema kiwanja cha kanisa. Oh, mke wangu, wala usijali. Nimekutana naye huko njiani, akaniambia yote ulioniambia. Na ndipo walipojenga hayo magorofa. Basi matajiri na watu wenye hela, baada ya kuondoka wale wakoloni, nao vile vile wakaanza kuiga kujenga yale magorofa. Na hapo sasa mji wa Dar ukapendwa na watu wengi. Aha, kumbe hicho ndo chanzo cha magorofa. Unaona sasa, dada yenu anayo mambo mengi. Amewaletea mambo ambayo hata yaelewi kabisa na kuyafahamu. Kwa hiyo wadogo zangu, tulieni. Mtazidi kufahamu mambo mengi kwa sababu mimi bado nipo hapa nyumbani. Mambo vipi? Safi, habari zako? Kwema. Kwema. Ndugu yangu hatuonani? Mambo mengi harakati. Naona mambo sio mabaya. Ndio hivyo, tunamshukuru Mungu anazidi. Alafu ujue hiki kijiji bana kumbe kimekuwa. Ndio. Yaani unajua sikuoni kabisa yani. Au labda si kwa sababu mimi nashinda shamba. Ndio hivyo, kulingana hata mimi pia tunafanya kazi ya Mungu, nakuta niko busy sana kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Sasa mimi na haraka. Tufanye hivi. Mimi ngoja niende, nitapita kwa pasta. Halafu nitakucheki pia na wewe. Si bado uko pale pale? Bado nipo pale pale, sijahama ndugu yangu. Hujahama? Nipo kabisa. Lakini na wewe kale kanyumba kapanue rafiki yangu. Takatengeneza vizuri, yeye yote mpango ya Mungu. Kapanue bana. Muombe Mungu. Oa wewe jamaa. Oa mwanangu wewe. Ngoja ni mwawe jamaa. Watu wafupi wana hasira sana. Kamesha chukia hapo. Sawa. Baadaye Umefuata nini hapa? Usijali binti mdogo. Mimi hapa nilipokuja hapa, sijaja kuwashali wala sijaja kwa vurugu. Kazi uliokuja kuifanya na mimi ndio hiyo nimekuja kufanya. Sawa. Sasa, Haki, nataka nikupe kazi. Kazi gani hiyo? Naomba umfuatilie mzee Kilaka na wachawi wote wa kwenye hichi kijiji. Uje unipe taarifa. Sawa mkuu. Mkuu, kazi ulioniagiza nimeimaliza. Safi sana, watanasa, huo mtego ni mkubwa sana. No.
No. Safi sana mkuu. Hawa viherehere wa kujua eti kuna neno la Mungu humu kijijini. Safi sana mkuu, kukomesha hivi kukutana nao mkuu. Komesha kabisa. Safi sana mkuu, nafurahi sana.